Mimi nimeanza kusoma dini mwaka 1982. Nimepelekwa madrasa. Pale Pongwe pana madrasa na shekhe wetu. Kuna shekhe mmoja wa Pongwe akiitwa Sheikh Taha bin Muhammad. Shekhe huyo aliwahi kusoma kule Lamu miaka hiyo ya 30 na 40, 30 miaka 30. Kwa Sheikh Ahmad al-Badawi. Sheikh Ahmad al-Badawi ibn Habib al-Salih Jamal al-Layl. Huyo Ahmad al-Badawi ambaye alifariki mwaka 43 takriban. Sasa Sheikh Taha alikwenda kusoma huko. Mimi nilipelekwa pale na mzee wangu nikaenda nikasoma. Baada ya miaka miwili Sheikh alifariki mwaka 84. Nikakaa mwaka huu mmoja. Alikuja mwalimu mmoja wa madrasa al-Shamsiyya, mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub, kiitwa Ustadhi Imam, mpaka leo yuko hai kwenye kijiji cha jirani hivi. Nikaona huko watu wapiga ngoma sana. Nikahamishwa pale, mzee wangu akatoa rai, nikapelekwa kwa yule mwalimu kule. Mimi nimesoma Qur'ani kwake na udharani kwa kutazama hivi na ahkam mwaka 85. Tukasoma Qur'ani tukaimaliza, tukasoma nahwu, tukasoma vitabu vya fiqh, tukasoma mambo ya lugha, tukasoma hadithi. Kwa hawa masufi katika madrasa Shamsia nimesoma miaka 9. Na nimesoma mambo mengi hasa katika mambo ya lugha ya Kiarabu. Na nimesoma vitabu vya nahwu havipungui 20. Naweza kuvitaja hivi hivi na vingine nimevihifadhi vile vilivyomo ndani yake. Nimesoma kwao kuanzia hiyo Ajrumia na shuruhi zake na mutun nini manzumat, nimesoma pale. Elimu za faraidh, elimu za usul, mimi nimesoma pale kwa masufi. Sasa ndio nini kusoma? Na tumesoma vitabu vya akida za kisufi kwa sababu ndio hali ilivyokuwa, nayo tusomesha. Hatujajua sisi, tunajua hii ndio ilmu. Mpaka nimeondoka pale nimekwenda Mombasa kusoma. Kule Mombasa ile Mahadi Kisauni al-Islami, ile syllabus yao walionayo ni syllabus ya Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Ukiangalia syllabus ile ni syllabus ya kisalaf, yani ahli sunna wal jamaa. Kwa wakati ule, sijui sasa hivi, maana nasikia imevurugika. Kwa sababu wale Jamiatul Imam walikuwa wakiisimamia wao wenyewe na kila mwaka walikuwa wakija. Lakini walimu wake wote ni mahizbi aqhah. Vile vile Mahdi Kisauni kwa wakati ule. Lakini nimesoma Fathul Majid pale, nimesoma Aqidatul Wasitiyya pale, na nimesoma Fathu Rabbil Bariyya pale, yani Taqribu Tadammuriyya pale, na ndio mkaijua aqida ahli sunna wal jamaa. Na wallahi katika kitabu kilichonibadilisha mimi kuiacha aqida ya Ash'ariyya ni Taqribu Tadmuriyya kwa Sheikh Ibn Uthaymeen. Taqrib Tadmuriyya. Sababu kule tumesoma ile zile Jawharatut Tauhid, tumesoma Matn as-Sanusiyya, tumesoma Jawahirul Kalam. Hivi ni vitabu vya aqida vinakariri vitabu nini madhhabi ya Ash'ari. Lakini baada ya kusoma kitabu kile mimi nikautupa uash'ariyya bihadhafiriha, kautupilia mbali. Na walillahi alhamdu, kwa sababu pale Mahdi Kisauni wakati ule pana maktaba kubwa ya ahli sunna, vitabu vya ahli sunna, na ilikuwa ikifunguliwa tukisoma. Mimi kwa mara ya kwanza nilianza kumsikia Sheikh Al-Albani pale Mahdi Kisauni, nilikuwa nakwenda kuchukua kaseti zake na azima nasikiliza. Nilikuwa nampenda sana, na nikasoma baadhi ya vitabu vyake, kwa sababu kule tumemezeshwa mashubuhati, mambo ya tawassuli, mambo ya maulidi, mambo ya kadha. Katika kitabu cha kwanza ambacho nilikisoma cha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ni kitabu At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'u. Hiki kitabu nilikiandika chote kwa mkono wangu kutoka mwanzo mpaka mwisho, wakitu an ahfadha. Nilikurudia kukihifadhi hiki kitabu, hoja zote zile nilikuwa nikiandika kwa mkono. Nikifika maktaba na kitabu kile na kinasikh, kwa sababu nitakipata wapi? Alafu mambo ya fotokopi ilikuwa kidogo ni ngumu, nataka uwezo, nataka pesa, na hamna.
kitabu kile nikisoma, na kile tahdhiru sajid nikakiandika kwa mkono, na kitabu kingine cha Sheikh Saleh Ali Sheikh hadhihi mafahimuna anamjibu Alawi al-Maliki, na kitabu cha Sheikh Sheikh ibn Mani' Sheikh ibn Mani' ana kitabu chake cha Hiwaru ma'a al-Maliki anamjibu Alawi al-Maliki. Tumesomeshwa hoja zake kutoka Maulidi. Sasa huyu Sheikh hapa wa Saudi Arabia alikuwa akimbanja yule, nikakinukuu kile kitabu nikasoma elimu ndani yake, alhamdulillah nikaifahamu da'wa ya Ahlusunnah wal Jamaa, lakini ikawa fihi ma fihi. Bado sijafahamu da'wa salafia. Huwezi kufahamu da'wa salafia kirahisi bali katika vitu vibaya ambavyo vilikuwa tukisomeshwa pale visivyokuwa sawa sawa katika manhaji ya Ahlusunnah. Ilikuwa tukisomeshwa falsafa, ilmu al-ijtimai wal falsafa, somo baya kabisa. Soma kina Farabi, kina Ibn Sina, kina nani mwasoma na mafalsafa yao. Lakini walikuwa na walimu wazuri katika upande wa lugha ya Kiarabu. Walikuwa wakiwaleta vijana wa Kimasri pale kusomesha lugha ya Kiarabu kama balagha na mengineyo. Na nikasoma elimu za mantiki nje ya hapo, ambao ni elimu khabith haram, lakini ilikuwa hatujui. Na elimu ya arudhi wal qawafi, kuna baadhi ya ikhwa walikuwa wakinisomesha katika hayo, ndugu mmoja, akhi mmoja Azhari. Lakini wakati niko mahadi Kisauni nikawa nasikia habari za Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi, kasema lazima mimi niende huko, lazima niende biidhnillah. Nikawa nimeweka azma, kwanza naona simalizi, lakini alhamdulillah nikamaliza masomo yangu mwaka 1998 kumaliza thanawi. Wakati ule ukimaliza thanawi ni shekhe mkubwa sana huko mwetu, ana thanawi yule bwana. Na kidogo ilikuwa martaba ile maadhi Kisauni kidogo ilikuwa kabla haijadhoofika. Basi mtu mwenyewe akishakuwa na gamba lake la thanawi ajiona kwamba ana form 6 yule ya dini yule, basi ni shekhe mkubwa anatamba humu. Na walillahi alhamdu, nilipomaliza mimi nilikaa mwaka mmoja tu kweli, nikaenda kwa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nimemaliza mwaka 98, nilipumzika mwaka 99 tu. Mwaka 2000 tarehe 1 mimi niko Yemen, nishaingia, nilishaika azma kwamba mtaenda, na nikaenda. Sasa kuna ndugu yangu mmoja akaniambia yeye aliwahi kupita kwa Sheikh Mukbil zamani, miaka ya nyuma, miaka ya mwanzoni, miaka ya 90, 92 au 93, iko pale Tanga. Anaambia bwana, huko kuna njaa, huko hakuna mawasiliano, hakuna hata barua, hakuna mahali pa kupeleka barua wala nini, wewe ukifika umefika huko hivi. Akataja shida zote, nikamwambia nataka huko nitakwenda hivyo hivyo. Ikawa nimepanga nende Mombasa tupande majahazi ya kwenda Yemen. Nilikuwa kusafiri kwa jahazi, niko tayari. Kuna majahazi ya washahidi kutoka Mombasa pale kwenda Yemen, yanachukua papa yakileta mpaka Mkalla kwenye papa huko. Lakini nikasema hivyo hivyo nitakwenda, lakini Allah tabaraka wa taala akafanya wepesi, sikwenda kwa majahazi, nikaenda kwa ndege, nikaenda mpaka Yemen. Alhamdulillah, nikakaa muda niliokaa, kukaa na kutafarraji kusoma. Hasa nimesoma pale Damaji kwa miezi 6, kwa sababu Yemen nimekaa miezi 8 na nusu. Mwezi mmoja nilikaa ndani mimi, nilikamatwa nikiona kijana mmoja alikuwa rafiki yangu wa Ibn Sulum, Fahmi wa Ibn Sulum, kama kile Ibn Sulum na ndugu yangu mtu mmoja anaitwa Fahmi. Sasa hivi yuko Yemen na yuko Fuyush hivi sasa. Sasa hivi yuko Fuyush, alitoka kule Damaji. Mimi nimekaa kule kama miezi 4 mingapi, vyakaja yule kijana, tukawa tuko naye mashaallah, wakati shekhe yuko hai. Sasa katika vitu nilivyojua, nilijifunza da'wa salafia kwa ukamilifu kwa njia hizi zifuatazo. Kwanza, mimi sikuwa mvivu tangu katika historia yangu ya kusoma, sikuwa mvivu wa kusoma. Nikiingia kwenye kusoma huwa mimi nachukua muda mwingi sana kusoma kuliko kucheza. Hilo lafahamika hata kwa watu wengine ambao mimi nimesoma nao.
labda pengine nikisoma mimi nitakuwa najisifu, lakini naona hivyo, natumia muda mwingi katika kusoma. Kwa hiyo sikuwahi kupoteza muda hata siku moja katika darasa zangu. Nimehudhuria darasa za aqida. Kuna kijana mmoja ni shekhe sasa hivi Kufuyush, wanamsema vibaya, lakini katika mashekhe wakubwa pale Damaji, sijui kama nafasi yake kuna mtu aliziba, anaitwa Yasin al-Adani. Mlimdiriki nyinyi? Nikuta habari zake, lazima mkute habari zake. Alikuwa akisomesha aqida tahawiyya. Pia katika watu ambao walikuwa wakihudhuria darasa zao, nilihudhuria darasa ya Abu Ubaida Az-Zawi maarufu pale Damaji, akisomesha Nuzhatun Nadhar, kwa sababu hivi vitabu vya mustalahul hadith nimesoma kwa masufi. Hizo Nukhbatul Fikr, nimesoma Taysir, nimesoma Al-Bayquniyya, vitabu gani? Taysir mustalahul hadith mimi nimesoma Mada Shamsiyya. nikasoma Nuzhatun Nadhar, nikasoma Al-Ba'ith Al-Hathith min jild al-kitab ila jild akhar. Na mimi huwa nikisoma naandika na tarehe, nimeanza kitabu hiki tarehe fulani mwezi fulani, kama hivi nilivyosoma katika muhadhara, leo tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani sawa na mwezi fulani hivyo naandika pale. Kasoma Al-Ba'ith Al-Hathith ya mmoja wa Urdu ni Abu Turab. Kasoma Usul al-Fiqh kwa Abu Mus'ab al-Libi. Nisoma mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, na vitabu vyangu vya Damaji niko navyo kwenye maktaba yangu. Na nimesoma vitabu vya balagha viwili kutoka mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu ndani ya miezi 6. Hiyo miezi 6 nilisoma Al-Balaghatul Wadhiha, alisomesha kijana mmoja ambaye alikuwa ndo mwalimu wa balagha pekee yake pale Damaji kwa wakati ule, akiitwa Maqbul Al-Ahdali. Alikuwa akimsomea Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala katika darasa zake, na pia alishirikiana na Sheikh Muqbil yeye na Muhammad Qaid katika kuandika tafsiri ya Ibn Kathir. Kijana huyo alikuwa ni mwalimu mzuri wa balagha na ni imamu wakati mwingine akiswalisha pale kwa niaba anapoondoka Sheikh nani yule imam maarufu Ahmad Rasan, bado yupo yule jayid. Kwa hiyo nikasoma kitabu Al-Balaghatul Wadhiha, na nikasoma kitabu Jawahirul Balagha cha Ahmad al-Hashimi. Mtaweza kushangaa miezi 6, mbona wenzako wamekaa miaka 4 miaka 3 sifuri? Ndio hivyo, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Na Sheikh Muqbil mwenyewe alikuwa akikaa kusomesha durusi zake baada dhuhuri na baada al-asri na baada al-maghrib. Baada al-asri kila siku wanasomesha Sahih al-Bukhari, na kila siku watu lazima wahifadhi, na mimi nikawa ni mmoja katika wenye kuhifadhi, sababu ni watu wote lazima wahifadhi, na mimi sina kazi nyingine kusoma. Nakumbuka mpaka leo zile barua zangu niko nazo, niliwahi kuandika barua kumwandikia mzee wangu baba yangu Allah amrehemu, nikimuelezea hali ya kule kwamba nimefika huko, watu wanasoma sana lakini hali ya maisha ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi nitakaa miaka 2 tu. Akaniambia wewe kaa huko usije, hali iko hivyo, wewe endelea kusoma sana usirudi huku. Hiyo miaka 2 kidogo, na kilikuwa nimepanga nikae miaka 2 hiyo kidogo, wewe kaa tu. Sasa watu endelee kukaa, wala usituandikie barua. Sisi sote wazima huko. Sasa sina mke, sina mtoto, baba ndio huyo na mama ndio. Sasa haya nini tena, nitajishughulisha na nani? Kwa alhamdulillah Sheikh Muqbil katika darasa zake sasa ndio nafunguka masikio kuhusu dawa salafia. Sheikh Muqbil haachi kuzungumza na kutahadharisha kuhusu hizbia, na wakati ule kwa wakati wake alikuwa akizungumza sana Abdul Majid Zindani, Yusuf al-Qardawi, Ikhwan al-Muslimin, جمعية الحكمة، سجوي جمعية إحياء التراث، عبد الرحمن عبد الخالق، أسامة بن لادن، من يواكل وكتريه هم نهوك وكفية تأصيل katika mambo ya da'wa salafia. Lakini katika vitu ambavyo vilimsaidia sana kuifahamu da'wa salafia, nazungumza kwa ukweli, nilisoma sana vitabu vya Sheikh Rabi', na vitabu vyangu vyote vile vya Sheikh Rabi' nilivyovinunua, Al-Awasim, si Mata'in Sayyid Qutb, si Al-Hadd Al-Fasil, sunini zote nilinunua Yemen, na nilikuwa nikivisoma sana vile vitabu, nikafahamu dawa salafia ni nini.
Kwa mimi sikuambiwa na mtu, mimi nimesoma vitabu na nimemsikia Sheikh Mukbil, na alhamdulillah ashrita nimenunua, nimerudi kutoka Yemen na masanduku mawili ya kanda za mashekhe. Si mnanielewa? Nilikuja na vitabu na masanduku mawili ya cassette. Watoto wanajua sikuja na jilibabu wala viatu, sikuletea zawadi, hakuna alipata zawadi hata sunni, ni makaseti na vitabu tu basi. Yote nini? Nilikuwa na hirsi ya kutaka kujua da'wa salafia. Alhamdulillah nikaifahamu, nimefahamu alhamdulillah. Lakini nimekuja Tanzania sisikii watu wakizungumza jambo hili, mbona mambo yote mageni? Nikiangalia watu wote ansari sunna, ansari sunna, yani watu wanafanya tofauti kabisa na vile hali halisi ilivyo. Hawa watu hawa itakuwaje sasa? Hiyo ni mwaka 2000, mwishoni mwaka 2000 nimerudi hapa, kwa sababu nilipokuja kutoka Mombasa, nilikotoka wapi, Yemen, nikaa nimeishia Mombasa, nikaja Tanzania hapa, nakaa, sikwenda mahali popote, nikawa nakaa nyumbani kwetu na kwenda kusomesha pale msikitini na kuswalisha Masjid al-Faruq, ambapo sasa hivi na markaz. Hapakuwa na mwalimu pale, nikaa nasomesha. Abu Hudhaifa huyu ndio alitaka anipeleke Morogoro, aenda kuleta hapa Moshi markazi hii. Nikamwambia mimi siendi, mshahara. Nikamwambia hapana, mimi nakula kwa babangu, yatosha, nitawasomesha ndugu zangu. Nikawa nasomesha pale msikitini. Pana vijana walikuja pale, wengine kutoka Pangani, wengine kutoka Dodoma, na wengine wako pale, vijana kama 6-7, nikawa nawasomesha. Abu Hudhaifa akaja tena na ombi kwamba itabidi uende Morogoro. Nikamwambia siendi, mimi niko hapa hapa nasomesha ndugu zangu, sitakwenda. Yeye ndio mudiri wa taasisi ya Al-Haramain. Sasa kwa sababu tufahamiana, na yeye ajua tunatoka kwa Sheikh Mukbil, na yeye ajua Sheikh Mukbil ni nani, akanipa baadhi ya vipindi, nikawa nakwenda kusomesha mahadi ya Mshafi. Hawa kina Fadhil Abu Naima ni mashahidi hawa. Hawa walikuwa ni wanafunzi wakisoma kule. Nikwenda kusomesha, kwenda kusomesha. Ilikuwa ni mwaka 2000 ngapi? Mwaka 2000 ngapi? Na moja au na mbili? 2002 ilikuwa. Kwa sababu mwaka 2001 nikawa nasomesha pale Mahadi al-Faruq. Waliniomba watu Barahiani kupitia kwa Abu Hudhaifa, alomwambia yule jamaa yako aje atusaidie hapa. Mimi nikaenda kuzungumza na Barahiani kwa sharti pia, kwa masharti ambayo tulizungumzana mimi na al-akhi Abu Zakaria. Wakati huo ndo amekuja Abu Zakaria, atuachie ile Mahadi tuendeshe sisi. Tufika pale Mahadi yasomeshwa, lakini hakuna syllabus, hakuna manhaj. Sasa utasomesha vipi? Chuo hakina syllabus yoyote, na hii ni cha nidhamia. Sasa syllabus yenu iko wapi? Wajua ilikuwepo hapa, lakini sasa yeye itabidi muiandike. Ujanja tu hivi. Sasa mbona tutaandika wapi? Katibu, hebu wafungulie kule store, weke meza na kiti pale, itakuwa pale utafanya kama ofisi hivi. Hata ofisi pia ilikuwa hamna, lakini nidhamia hiyo. Hao tuna balaa, sio nidhamia gani unataka wao? Simweke halaka tu. Tukajaribu kusomesha pale, lakini mimi nilikuwa bado sijakinai kwamba sasa nafanya da'wa. Ilikuwa jambo langu kubwa zaidi ni kutaka kwenda kusoma. Nilifundisha muda mfupi, si muda mrefu. Naamua kueleza haya ili mfahamu kwamba je, sikuwahi kuwa salafi? Basi Abu Hudhaifa kwa mapenzi yake yeye mwenyewe, bila masharti yoyote, alimtuma mmoja katika madereva wake, akamwambia pana akhi pale Pongwe anasomesha. Mimi nikaa msikitini nasomesha, yeye anataka kunipeleka mahali nipate mshahara, sitaki. Akamtuma bwana mmoja, dereva mzee mmoja, mpaka leo yuko hai, na bahasha, akamwambia hii mpelekee Qasim, huu ni mshahara wa miezi 3, na mimi kila mwezi nitampa mshahara. Ambia khairi, akaleta mshahara mwezi, nikaanza kupokea mshahara pale, alipa tu mwenyewe. Tena wakati huo maduati wal Haramain wapo shilingi 60,000 nyingi, na kilikuwa nadhani ndo dola 100 kwa wakati ule. Mimi nilikuwa napata shilingi 80,000, lakini ndio nyumbani kwetu. Nikafikiria, nikaona mimi nitakwenda umra mwaka huu, ile pesa zangu nilikuwa naziweka.
nikaziweka pesa zangu kidogo kidogo, mpaka imefika wakati wa Ramadhani mimi nina zaidi ya 800,000 mfukoni. Nilipokwenda umra nilipita hapa Moshi wakati maswali pale uwani, na Al-Akhi Muhammad Mafuta ndugu yangu alikuwa ni dai yuko pale. Nikapita na hapa nikaenda zangu Nairobi, nikapanda ndege nikaenda zangu Saudia, nikaenda zangu umra, nifika Makka na vyeti vyangu, nikaenda Umul Qura nikaviweka, nikaenda Madina nikakutana na ikhwa, nikaenda Jamia Islamia nikafanya mukabala. Mpaka baada ya Ramadhani nimerudi hapa, lakini nane yangu ilikuwa imebaki, sikuimaliza, sikuwa na matumizi kwa sababu kanunua vitabu na hiki na kile na nini, basi nikarudi zangu. Nilikaa miezi 3 tu nikakubaliwa Jamia Islamia, kwa sababu niliporudi tu mimi nikaoa. Hii inaeleza historia yangu kwa ufupi. Baada ya kuoa kwa miezi 3 mimi yani nimekaa miezi 3, hapana sio miezi 3, baada ya kuoa tu ndani ya mwezi ule mmoja ikaja scholarship yangu kutoka Madina, nikaletewa, nikaisoma, nikaificha. Nitamwambia nini mke wangu? Ndio nimeoa juzi. Basi nikamfuata mzee wangu nikamuonyesha, nikamwambia mimi bwana nimepata nafasi ya masomo Madina, lakini hapo ushapita mwezi, nafikiria nitaanzia wapi. Anaambia wewe nenda ukasome, mke wako utamwacha hapa, hakuna shida, lakini nitamwambiaje? Niko nafikiria. Basi alhamdulillah nikatoa taarifa nyumbani, nikamwambia ahli yangu kwamba nimekubaliwa masomo na scholarship hii hapa. Hivi ninavyosema, baada ya mwezi natakiwa nihangaike nipate visa niende zangu Madina. Alhamdulillah nikaenda Madina. Mimi nimekwenda Madina Jamia Islamia, nafahamu da'wa salafia tayari kwa yale niliyosikia kwa Sheikh Mukbil na kwa vile vitabu nilivyovisoma vya Sheikh Rabi' na wengineo katika waandishi wa da'wa salafia, na nikajumuisha na yale niliyosikia kabla ya hapo kwa Sheikh Al-Albani. Alhamdulillah nimefika pale Jamia Islamia, vijana wengi wana fikra za kiansari sunna, kwenye maandamano wamo, wanashabikia yeye mtu wa sunna, ajita mtu wa sunna, ashabikia Usama bin Laden Madina. Sasa pakawa panatokea wakati mwingine misuguano baina yangu mimi na wao. Mkitaka nije niwataje majina yao, baadhi ya watu nitawatajia pia. Fulani nilikuwa nikigombana naye, kuna wengine tulikurubia kupigana, hata kupigana mimi. Kisha nawaambia hawa kina Usama bin Laden wote si watu sawa. Watu wa maandamano wote hao, wakati ule maandamano ya kina Dibagula tumetetemesha Dar es Salaam, ameandika Yesu si Mungu. Basi alhamdulillah tukaanza masomo, tukawa tunashirikiana, lakini ufikishaji wa dawa salafia kwa ndugu zetu ukawa ni mgumu. Lakini tukawa kuna mbinu nazitumia, kwa sababu naambia kitu kingine tena. Wakati niko Jamia Islamia, baadhi ya ndugu zangu fulani waliniomba niwasomeshe. Sizungumzi kwa kujisifu, tuomba bwana utusomeshe masomo ya lugha. Mimi nikafungua vijidarasa tuwasomeshana baada ya asri, tukiwa tunasoma msikiti wa Jamia Islamia, na mara nyingine na Masjid an-Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukaa nazungukwa na watu wasiopungua 10. Wengine wako Dar es Salaam hivi sasa, wengine wako Arusha, wengine wamekuwa mashekhe wakubwa tutukana sasa, na wasomesha na wao wajua. Wengine wako Mumu huko, ni wanawachuoni nao watukana pia. Wanatoka watu kulia sheria, kulia da'wa, na kutoka sehemu nyinginezo, na baadhi ya vijana ambao walikuwa bado kwa thanawi, na wasomesha mimi qatrun nada, na wanawasomesha mimi balagha. Mmoja katika niliwasomesha, nilitaja siku moja, mmoja katika watu niliwasomesha ni huyu Amisame. Amisame ni mwanafunzi wangu, nimemsomesha mimi. Tuko Madina, naye apinge aseme, nasema wallahi wa billahi wa tallahi nimemsomesha Amisame. Amisame alipotoka huku Tanzania mara ya kwanza alikwenda Sudani, lakini alikuwa ni mtu maandamano, na kuna maandamano fulani alipigwa na Field Force,
alianguka kwenye mtaro. Field wakampiga, watakumpiga rungu kama ustadhi, akachomoka akakimbia. Mwambieni awasimulie siku moja, ana habari ndefu kuhusu maandamano. Takubwa rungu na Field ile alianguka kwenye mtaro. Sasa akaenda Sudani, akakaa muda mfupi, nafasi yake ya masomo scholarship ikaja ya Madina, maana yake alipeleka vyeti pia. Alipeleka vyeti au alipelekewa, Allahu aalam. Akaenda kule, tukakutana sasa kule. Tukajuana, tukawa karibu na hivi, lakini sasa yeye ikawa bado ana zile fikra za kiharakati. Ikawa tumlingania, lakini sasa akikaa na hawa anakuwa hivi, akikaa na hawa akija kwangu anakuwa hivi. Mimi mwaka mmoja nilikaa ndani ya chuo, miaka yote nilibaki nikaa nakaa nje. Alafu Abu Ali Abu Nana nafahamu alishawahi kuja mpaka pale kwangu napokaa, ni karibu na mlima Uhud. Mzee wetu mzee Masha yuko wapi? Hayuko sasa hivi, lakini pia alishawahi kufika pale. Baadhi ya ikhwa washafika pale nilikuwa napokaa mimi. Basi naye Hamis Ame akataka kuhama, akaja kule, ndio ikawa kichinjo chake. Sasa tukamchinja kule, tukampiga dawa salafia bwana. Maana ukiingia chumbani kwake kumejaa makanda ya wanaharakati, kina Salmanu Auda, kina Safarul Hawali, kina nani, kina Aidul Qarni. Naambia bwana, hawa si watu wa sawa sawa, hawa sio watu wa sawa, wamepinda hawa, wewe unatakiwa usome. Tukamfahamisha mahali vitabu vya salaf vinapatikana. Maktaba Ibn Rajab hii hapa, nunua kitabu hiki, nunua kitabu hiki, nunua. Mashaallah alikuwa anaitikia, mwanafunzi wangu kanunua vitabu, anakwenda kujisomea, akija kwambia si mchezo, nunua kaseti hizi, kununua hiki, anasikiliza. Alhamdulillah. Na sisi tukikaa tunapiga misumari, tupiga misumari, piga misumari. Ameshanya kaa kidogo kidogo anabadilika. Mimi nilikuwa nikihudhuria darasa mpya ya jamii Islamia, kwa sababu mara ya kwanza, siku ya kwanza tu nimeingia darasani, mwalimu anajitambulisha, mwalimu wa mustalahul hadith, kazungumza, akatoa maelekezo yake, yani kama ufafanuzi na muongozo kwa wanafunzi. Nikamuuliza swali, hivi mwanafunzi akisoma hapa jamii Islamia kwa kutegemea huu mukarrara na hii manhaji iliyokuwepo hapa jamii Islamia, anaweza kutoka na ilmu ya kutosha? Sema hapana, lazima mwende mkasome kwa maulama, lazima mkasome kwa maulama. Sisi tunawapa mafatih, mnafundishwa namna ya bahthi, mnafundishwa namna kadha, mnafunguliwa masikio, lakini elimu nendeni mkasome kwa maulama. Nendeni msikitini kule au nyumbani, katika nyumba zao. Mimi nilikuwa katika mashekhe, nilikwenda katika darasa zao, ni Sheikh Ubaid al-Jabiri, anakaa mbali sana. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja mzungu, kusoma naye darasa moja tangu mwaka wa kwanza, aitwa Ayman, lakini jina lake asili aitwa Andrew David Fox. Wale alikuwa ni rafiki yangu sana, alikuwa na gari yake. Basi ukifika wakati wa darasa tunakwenda zetu kwa Sheikh Ubaid, bali awali huko, awali al-Madina, kwa sababu Maka kuna awali na Madina kuna awali. Wengine ndio kusoma, na wengi kifika pale ni vijana kutoka Europe, kutoka Amerika, vijana baadhi kutoka Kiarabu, kutoka nchi za Khalij, Qatar, Imarat, Kuwait, utawapata pale. Lakini vijana wa Kiafrika huoni. Ukimwona mtu mweusi basi ni Marekani mweusi, au ni watu Europe, mtu wa Europe mweusi, kama ni Mjamaika au Mwingereza mweusi. Lakini watu kutoka Afrika huku hawana ihtimamu kubwa ilikuwa kuhudhuria darasa za mashaikh wa kisalafu kwa wakati ule. Tukasoma kwa Sheikh Ubaid baadhi ya vitabu na durus za Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, tukihudhuria ndani ya Masjid an-Nabawi, na mara nyingine tukienda na huyu Amin, na nyingine kuna naye haya pendo na kwa Sheikh Suhaim, Sheikh Salih Suhaim, somesha Nunia Qahtani, kwenda pale darasa hii tufika kwa Sheikh Nasir al-Faqih. Lakini darasa ya kudumu ambayo haina upinzani ni darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Tukasoma vitabu baadhi ya sunani pale, alhamdulillah, ikawa ni khairi kubwa. Naye Amil alikuwa akihudhuria, na walillahi alhamdulillah, wasalafia tukazidi kuijua, kwa sababu kila tukisikia kuna mkutano mihadhara ya mashekhe tunakwenda. Leo Sheikh Rabia na muhadhara wapi, Sheikh Muhammad, mashekhe wamekwenda kukutana katika sehemu fulani, twenda alhamdulillah. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa Tanzania
naijua hali ya